السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mushahidina alkiram, ahbaba rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwa Allahi jalla fi ula, faqad faza almuttaqun. Enyi watazamaji wetu wapendwa wa chaneli yetu ya Kawthar TV 24 hours, vipenzi vya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa na kuhusieni, nami nayusia nafsi yangu dhaifu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa katika vipindi vyetu vya kila siku tukikumbushana mirathu nabii sallallahu alayhi wasallam, urithi au mirath ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotuachia, kwa sababu manabii wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawarithiwi dinar wala dirham, lakini tunarithi kutoka kwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala al-ilmu nafi', ilmu ya manfaa, ilmu ya sharia, ilmu ambayo kwamba inatujuza uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na yale mambo ambayo kwamba yanamridhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nukta ya kwanza kabisa, kwa mtazamaji mpendwa, asubscribe channel hii ili aweze kuelimika siku baada ya siku, dakika baada ya sekunde. Kisha ukipendezeshwa na maneno haya mtume alayhi salatu wassalam unayopokea daima kutoka katika channel yetu hii, basi usichelewe kulike channel hii na vile vile kutoa mawazo yako ambayo kama ni katika section ya comment, ukatoa nasaha yako au marekebisho fulani au ushauri wa aina yoyote ambao kwamba ni mwema utakaozidisha ukuaji wa channel hii na kuenea kwa da'wa. Vile vile channel hii unaweza kushare kwa majirani, unaweza kushare kwa marafiki na jamaa wa familia, ili nao wapate kufaidika na mazuri mbalimbali tunayoyatanguliza katika ukumbi huu wa Kawthar TV 24 hours kila siku. Leo insha Allahu taala tunakuja na kipindi msururu wa dhikrullah subhana, fadlu dhikrillah subhana, fadhila za kumtaja Mwenyezi Mungu. Kipi anachokipokea, kipi anachokivuna yule ambaye kwamba ulimi wake unakuwa uko majimaji kila wakati kwa sababu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Kipi anakipata yule mwanadamu au Muislamu ambaye anajitahidi kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi kaitoa al-Imam at-Tabarani bisanadin hasan, wahtajja bihi Allama Ibn Baz fi Tuhfat al-Akhyar. Mwanachuoni Ibn Baz akaitolea hujja hadithi hiyo ambayo ni hadithi kaitoa al-Imam at-Tabarani katika sanad iliyokuwa mzuri. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, ma amila ibn adama, hajatenda jambo lolote mwanadamu, ma amila ibn adama, mwanadamu hajatenda jambo lolote bora zaidi, amalan, jambo ambalo tendo ambalo anja lahu min adhabillah, tendo ambalo ni lenye kumwokoa yeye na adhabu za Allah zaidi, min dhikrillah, zaidi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi ya kudumu na subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, na mfano wake. Mtume alayhi salatu wasallam anasema,
ma amila ibnu adama, hajawahi kutenda mwanadamu amalan, tendo ambalo, jambo ambalo anja lahu min adhabillah, ni lenye kumwokoa yeye kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, min dhikrillah, zaidi ya tukio la kumtaja Mwenyezi Mungu. Yani kama kuna ibada au kuna jambo unaweza ukalitenda, jambo hili likawa ni lenye kukuokoa kwa upesi na kwa uzuri zaidi kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi ya jambo la kumtaja Allah jalla jalaluhu. Kwa hiyo dhikrullah kwa hadithi hii ya al-Imam Tabarani ambayo kaipokea au kaitoa kwa mapokezi yaliyokuwa mazuri, hadithi ambayo kaitolea hujja mwanachuoni bin Baz rahimahullah katika Tuhfatul Akhyar, inatuhimiza kutuonyesha uzito wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dua mbalimbali, kwa dhikri mbalimbali, mfano kama tuliotoa wa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Katika hadithi nyingine Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ambayo kairekod na kuipokea al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari rahimahullah, anasema Mtume, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, mfano wa yule mtu ambaye anamtaja Mola wake, mfano wa yule mtu ambaye kwamba kila wakati yeye anamkumbuka Allah, wa dhakara isma rabbih fasalla, akalitaja mtu jina la Mola wake na akasali, bimaana akashika utajo wa Mwenyezi Mungu vizuri na akabeba ibada yake ya nini, ya sala. Kwa hiyo dhikrullah ma'a sala, tuswali tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mfano wa yule mtu ambaye kwamba akiamka asubuhi, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Na mfano wa dua kwamba sifa njema zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio anastahili sifa zote njema. Afani fi jasadi, Mwenyezi Mungu ambaye amenipa afya katika mwili wangu, nimeamka mie salama alhamdulillah, sijapooza kiungo, sijapoteza nguvu ya macho, sijapoteza nguvu ya ulimi nikashindwa kutamka, sijapoteza nguvu ya kiungo chochote. Afani fi jasadi, sifa njema zote zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amenipa mimi afya katika mwili wangu. Hebu tazama uzito wa dua hii, namna unavyoregesha shukurani kwa Mwenyezi Mungu, kwamba unaona kule kuamka kwako ni neema kubwa inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Afani fi jasadi wa radda alayya ruhi, kisha sio afya tu, Mwenyezi Mungu akakuregeshea mota, roho ikarudi tena, kwa sababu kwenye kulala kuna nukta mbili. Mwenyezi Mungu anaweza kuifisha au kuibakisha roho kule ilikokwenda, au akairegesha kwenye mwili wako ila ajali musamma, mpaka wakati ilipopangiwa. Kwa hiyo unamshukuru Allah kwamba roho yako imeregeshwa, imerudi tena pale pake pale pap, ukazindukana asubuhi alfajiri, ukapangusa na macho yako katika sunna. Ukishaamka usingizi utakiwa upanguse macho, kama alivyotueleza Mtume alayhi salatu wasalam, roho imerudi. Wa adhina li bidhikrihi, kule kupata afya na kurejeshewa roho yako, hiyo ni amri mpya ya Mwenyezi Mungu kwamba anataka tena uendelee kumtaja yeye Allah. Kule kurudi kwako kuamka alfajiri, hiyo ni alama tosha, huo ni wito tosha Mwenyezi Mungu kwamba anataka kutoka kwako wewe uliamka asubuhi uendelee na ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, anasema sisi hatukuumba ziumbe hawa majini na binadamu kwa lengo lingine, bali Mwenyezi Mungu kawaleta hapa kwa ajili ya ibada na taa. Kwa hiyo unaamka asubuhi unamshukuru Allah kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala afaka fi jasadik, amekupa tena afya mpya kwenye mwili wako. Baada kujaza afya
akakurejeshea roho yako, waradda alayka ruhak, akurejeshea na roho yako, thumma ba'da dhalik amarak bidua wa dhikri wa adhna li bidhikrihi, Allah amekuidhinisha ruhusa mpya ya kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume akasema mathalu alladhi, mfano wa yule mtu ambaye kwamba yadhkuru rabbahu, yeye anamtaja Mola wake, anamkumbuka Mola wake, anamdhukuru Allah. Walladhi la yadhkur rabbahu, na mfano wa yule asiyemtaja Mola wake, mathalul hayyi wal mayyit, ni mfano wa mtu aliyekuwa hai na maiti. Kwa hiyo ikiwa mwanadamu utamka asubuhi njema, Mwenyezi Mungu amekupa afya, Allah amekurejeshea tena roho yako, alafu unakaa kama mnyama, unakula, unakunywa, unakwenda unakidhi haja, unakaa hakuna sala, unakaa hakuna Allahu akbar, unakaa hakuna astaghfirullah, unakaa hakuna kumswalia Mtume, unakaa hakuna kusoma Qur'ani, fa anta almayyit. Hii ni maiti. Maiti ndio ambayo inqata amalu, matendo yake yamekatika. Mtume anasema idha mata ibnu adama inqata amaluhu, mwanadamu anapokwenda kuaga dunia na kufa, ibada zake hukatika, matendo yake yote hukatika. Hakuna swala kwake, hakuna funga kwake, hakuna usomaji wa Qur'ani kwake mpaka atasoma Qur'ani tena, hakuna saum wala hakuna hija wala jihad na mfano wake, hakuna. Inqata hadhihi al-a'mal kullaha, matendo yote haya yamestop, illa min thalathin, isipokuwa mambo haya matatu. Mtume anasema sadaqatun jariya, jambo lingine la kwanza ambalo kwamba linasalia likimpatia manfaa ni sadaka ya kuendelea. Sadaka mtu aliyotayarisha akaibuni akaiweka, inasaidia umma, sadaka hiyo inasaidia jamii, inasaidia binadamu, inasaidia viumbe. Sadaka hiyo inampelekea ajri pale alipo maiti. Au ilmun yuntafa'u bihi, au mtu akawa duniani amefundisha elimu ambayo watu wananufaika kwayo, ima ni elimu ya dini ya kisheria, au ni elimu ya tiba, au ni elimu ya kilimo, ama ni elimu ya ujenzi, au ni elimu ya aina yoyote ya manfaa ambayo elimu hii inanufaisha mwanadamu, inaleta manfaa katika ardhi, sio madhara, elimu yenye kuleta faida. Mtu kama huyu aliyefunza elimu hii bado anapata ajri yake kule akhera. Au waladun salihun yad'u lahu, ama mtu akaondoka duniani akawa amemwacha nyuma mtoto mwema, aliyefunzwa vizuri, aliyeelekezwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yad'u lahu, akawa mtoto huyu anamuombea mzazi wake, anamuombea yule aliyetangulia kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mzazi wake. Kwa hiyo tunaona mfano wa mtu aliyekuwa hai na maiti wanaseparatiwa kwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili mtoto awe mwema, kwanza ni yeye ashike kamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yeye mwenyewe binafsi, sio akae tu akitawalimu, njoni kuna khitima, njoni kuna dua ya wazazi wangu, njoni kuna ABCD, lakini yeye mwenyewe kwanza ana lipi ambalo kwamba analo jema. Naam, kwa itatua alimu moja fanye visomo vya khitima, kwa itatua alimu moja fanye dua waliotangulia kwako, waliotangulia katika watu wako, lakini wewe mwenyewe swala hakuna, wewe mwenyewe dua hakuna, wewe mwenyewe dhikrullah hakuna. Jambo lako kubwa ni siku za Eid uite watu wafanye dua, au siku baada ya Ramadhani uite watu wafanye dua, au kumi la mwisho Ramadhani, bana njoni leo kuna iftari na dua. Vitu kama hivi ambavyo kwamba ma anzala Allahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu hajaleta hoja juu ya hivyo, lakini alikuwa anatakiwa huyu mtoto kwanza awe mwema, yeye atekeleze taa ya Mwenyezi Mungu, anyanyue mikono yake, aombee wazazi wake waliotangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hata wale ambao kwamba wazazi wao au mzazi wake mtu bado uko duniani, muombe. Rabbi ghfirli wa liwalidayya yawma yaqumul hisab, Mwenyezi Mungu nisamee mimi na wazazi wangu
siku ambayo hesabu itasimama. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, e Allah, warehemu wazazi wangu, walinde wazazi wangu kama walivyonilea nikiwa mchanga mdogo. Utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una fadhila kuu. Kwanza ni alama ya kwamba wewe upo hai kiimani, upo hai kiimara. Utajo wa Mwenyezi Mungu unapoepuka, unapokaa mbali nao, inaashiriwa wewe kwa Allah wewe ni maiti. Tumalize na hadithi hii ambayo kaipokea al-Imam Tirmidhi na akaiweka kwamba ni hasan, kaisahihisha mwanachuoni huyu al-Allama Albani rahimahullah, katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, afdalu dhikri la ilaha illa Allah, ya kwamba dhikri iliyokuwa bora ya zote ni tamko la la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tunasema jaddidu imanakum, zijengeni upya imani zenu, zifanyieni renovation imani zenu, ziimarisheni upya imani zenu ambazo zimeingia nyufa, zimeingia madosari, bikuthrati la ilaha illa Allah, kwa wingi wa kutamka la ilaha illa Allah. Kwa hiyo anatakiwa Muislamu akishamka asubuhi yake, la ilaha illa Allah iwe ndiyo tamko lake kubwa, iwe ndiyo tamshi lake zito, iwe ndio wingi wa matamko yake. Malasif, yale mambo ya kushangaza na kusikitisha na kujaza ahzan, mwanadamu leo anaamka asubuhi, Allah amempatia afya katika mwili wake, Allah amemrejeshea na roho yake ndani ya kiwiliwili chake, Allah amemuidhinisha kwamba amtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ghafil, lakini mwenyewe kajisahau. Anaona ni kawaida tu kuamka, anaona ni kawaida tu kulala na kuamka, anaona ni kawaida tu kupata riziki na kula, ni majambo tu yanaendelea yenyewe katika kauli, katika nchi au katika dunia, lakini anasahau kwamba hiyo ni ishara ya uwepo wa Mun'im, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yule anayetoa neema hizo, Allah Jalla Jalaluhu. Kwa hiyo fadhlu dhikr, katika hizo dhikri zote hizo, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bora yake dhikru la ilaha illa Allah, ni tajo ya kutamka la ilaha illa Allah kila wakati, kila wakati. Iblis la'natullah alayhi anazungumza akisema, ahlaktu bani adama bidhunubi, mimi nimewadidimiza na kuangamiza wanadamu kwa utendaji wa dhambi, kwa dhambi ambazo wanazibugia, kwa dhambi ambazo kwamba wanaziangukia. Hapo ndipo nami nimepata nguvu ya kuwadidimiza, nimepata nguvu ya kupambana nao, ya kuwapotosha. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wastaghfirullah, na mimi nami wananiangamiza, wananiunguza, wananididimiza kwa wingi wao wa kutamka la ilaha illallah na astaghfirullah. Falamma raaitu dhalika, nilipokuja kuona kwamba wapo walioshikamana na dhikri hizi la ilaha illallah na astaghfirullah, ahlaktuhum bil ahwa, na mimi nikarudi nikawapotosha kwa mambo ya kipumbavu. Leo mambo ya kipumbavu ni mengi sana. Kuna madrafu, kuna keram, kuna karata, kuna boli, mashabiki wa boli, mtu atazama boli mpaka roho inamuuma. Na leo tuko na mtihani huu wa simu vya mikopo hivi na baada nyinginezo. Inafikia pahali yani mtu dakika zote kwenye kuchati, mara Facebook, mara Instagram, mara WhatsApp, mara imo, mara yuko wapi, mara yuko wapi, mpaka ule muda wa kumtaja Mwenyezi Mungu unakosekana. Alahwa, mapumbao haya, majambo ya kupumbaza, ya kuzubaisha, Iblis anasema nikawaleta kwenye hayo. Wayahsabuna annahum muhtadun, la kushangaza ni kwamba baada ya hapo bado wanahesabu wao wako sawa, maadamu sala ikiadhiniwa wanaenda atakao kuchelewa, lakini wanasali.
maadamu Ramadhani ikifika watafunga hata kama ni hivyo ovyo ovyo. Kwa hivyo wayahsabuna annahum muhtadun, alhasil wanaacha jambo la dhikrullah, wako bizi na mambo ya pumbao, huku wanadai kwamba wao wako sawa sawa. Wallahu almu'in wal musaddiq. Mushahidina alkiram, nasaha hii ya asubuhi ambayo tunanasihi nafsi zetu kama wazungumzaji na kunasihi ndugu zetu Waislamu fi jamii anhai al-ardh, katika kona zote za dunia za ardhi, iwe ni Kenya, iwe ni Tanzania, iwe ni Uganda, iwe ni Arabuni, iwe ni Asia, iwe ni Uchina, iwe ni wapi, popote. Tunajua sasa hivi Kiswahili imeenea, Kiswahili imeingia kila kona, Kiswahili imepenya kona zote za dunia. Risala hii ya dhikrullah na ubora wake na fadhaili zake na hasara ya kuacha utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala tunaifikisha kwenu. Kila mmoja atenge wasaa wake wa kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikiwa dhikri ya kwanza ni kutekeleza ibada sala, kisha dhikri iliyokuwa bora kabisa ni wingi kutamka la ilaha illallah na mfano wa dhikri zingine ambazo zinatakiwa mwanadamu akamatane nazo ili apate kuishi maisha yake ya saada akitarajia fadhila kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, tutakomea hapo katika ukumbusho wa dhikrullahi sehemu ya kwanza. Tutakuja kuendelea na sehemu ya pili na hadithi zinginezo ambazo kwamba ni katika hadithi hasan nyingi na sahihi katika sehemu ya pili kwa masiku yanayokuja mbele yetu. Ama kwa leo insha Allahu taala, sehemu ya kwanza dhikrullah na fadhila zake, tutakomea katika hadithi hiyo. Tulizungumza afdalu dhikr la ilaha illa Allah, ya kwamba tajo iliyokuwa bora ambayo Muislamu anatakiwa adumu nayo ni wingi wake wa kutamka la ilaha illa Allah. Tukitoa mwaliko wa kongamano ambalo kwamba litakuwepo katika maeneo ya Kwale County, sehemu ya Maluvamba kuna da'watu wa msafara wa kidawa na kongamano la kimataifa ambalo kwamba litakuwa pale kuanzia Ijumaa mosi na Ijumaa pili insha Allahu taala, kwa darsa na mauidha mbalimbali, wahadhiri mbalimbali, vile vile tukienda mlango kwa mlango mpaka katika mashamba kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hata kama mtu kwa shambani kwake analima, asimame kwanza, aache kulima, asikilize qala Allah qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, ili kufufua upya imani za umma, na ile misikiti iliyokwenda kugurwa ikamea na manyasi kana kwamba watu hakuna, ikafanywa usafi, na vile vile kuimarisha imani zetu na kuzinoa upya katika msafara kama huu. Wewe Muislam ambaye kwamba upo mbali, umekosa nafasi, wallahi man khalafa ghaziyan faqad ghaza. Mtume anasema yule atakayeandaa zita za jihad, huyu pia amepigana jihad kwa tozo lake na sadaka zake na mali zake. Sasa hii ni jihad ya da'wa, kwa sababu jihad sio lazima na upanga na mabunduki, hata kule kuwaita watu kwa amani na maneno mazuri wakamkumbuka Mola wao aliyewaumba. Hii ni miongoni mwa jihad, kwa sababu jihad ni pambano ambalo liko na sehemu tatu: la maneno, la silaha, na pambano la kunyamaza, ambalo kwamba ile kunyamaza ni imani potofu na imani dhaifu kabisa. Lakini sisi tuko kwenye pambano la amani, na pambano la amani, kuzungumza na watu kwa amani, kuwaeleza sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, kueneza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayekubali wito wa Mwenyezi Mungu arudi msikitini amsujudie Allah subhanahu wa ta'ala, atakayekataa la ikraha fi din atabayana ar-rushdu min al-ghayy, ambaye atakataa kuja kutekeleza ibada hakuna kulazimishwa, kwa sababu uongofu tayari itakuwa shabainishwa, ule ukweli utakuwa uko wazi. Kwa hiyo ni kongamano la amani la kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha walioghafilika, na kuna mtu ameghafilika. Ndipo ikifika Ramadhani watu wanakuja msikitini, kwa sababu namba kubwa ni jamii ya wale watu wanaojinasibisha na Uislamu. Kwa hiyo watu wamefanya kughafilika tu, wakumbushwe warudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kama msikiti ni mchafu, fanywa usafi. Kama msikiti hakuna mweka maji msikitini, apatikane mweka maji msikitini. Kama msikiti hakuna muadhini, apatikane mtu atakayejitolea kufanya adhan, na wala si kwa malipo, bali kila mmoja atarajie malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa ndugu zangu, kongamano hili litachukua siku 3. Kama wewe utashindwa, toa sadaka yako, support da'wa, kwa sababu support ya da'wa ni jukumu lako wewe Muislamu. Kuna ndugu yako Muislamu atakapoenda akaisafisha imani yake, akarekebisha tabia. Makongamano haya ni sawia na Rahab, ni sawia na Rahab, sehemu ya watu waliobugia madawa ya kulevya wakaenda kurekebishwa tabia na kupata dawa. Sasa sehemu ya kongamano ni sehemu ya Rahabu kwa marekebisho ya imani. Badala watu mule vijana waharibifu wakorofi wanaokata watu vipanga, mtoe kijana wako na msafara wa dawa aende akapate maneno ya Mwenyezi Mungu, akapate kujisomea tabia za mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam. Asa ndani ya masiku hayo akirudi, mambo ya vipanga, mambo ya usherati, mambo ya ghasia, mambo ya ulevi, huenda akapunguza ama akawa ameacha insha Allahu taala. Rahab ya imani. Rahab ya nini? Ya imani. Mtu kama ni hana tabia, ni mkorofi, mlevi, mtu mwenye uvunjifu wa amani, mtu anayepora watu, mjoin katika msafara huu, akaakae siku zake kadhaa pale, asikilize maneno ya yule aliyemuumba, aifahamu dhulma, ajue kwamba tone moja la damu analodondosha kwa mtu kumdunga kisu au kumkata kipanga atalipia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio sawa. Akayafahamu haya, huenda moyo wake ukalainika, akashika taa ya Mwenyezi Mungu na akaacha vitendo vya uhalifu na dhulma na uwizi na kila aina ya ukorofi. Unaweza kusupport kwa shilingi yako, 50 yako, 100 yako, 200 yako, ama hata 1000 yako, ili yule ambaye kwamba hana usafiri apate usafiri, yule ambaye hana posho ya chakula kwenye safari hiyo apate posho la chakula, nawe ajiri yako utaipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kongamano litakuwa Maluvamba, Kwale County insha Allah ta'ala. Namba ya mpesa tutaiweka hapo ya ndugu Abu Hasanat ya Da'wa Support. For more information unaweza kunipigia kupitia namba hiyo ambayo tutaiona hapo insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.